zaidi siku ya Kiyama. Utakuwa wewe malipo yako walipwa kulingana na Qur'ani vile unavyoipata. Ile Qur'ani unavyoipata ndio malipo unalipwa siku ya Kiyama. Na ikiwa hujui Qur'ani, malipo yako basi atakuwa machache sana. Ukumbuke siku ya Kiyama ni siku ya nadama, ni siku ya mayuko. Yule aliyofanya mema siku ya Kiyama pia atayuka. Yule kwamba amefanya maovu atajuta zaidi. Na hii ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema bwana mmoja wakati wa kufa sikiwa huyu bwana anasema laitani kana jadidan. Mara pili anasema laitani kana ba'idan. Kisha akasema nini? Laitani kana kamila. Masahaba wakashangaa, mbona huyu bwana badala apige shahada afe, yeye asema laitani kana jadidan, natamani ingelikuwa ni mpya. La pili akisema nini? Laitani kana ba'idan, natamani ingelikuwa ni mbali. La tatu akisema nini? Laitani kana kamilan, natamani ingelikuwa ni kamili. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitwa. Huyu sahaba kila kipiga shahada azungumza maneno kama haya. Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ameonyeshwa yale mazuri yake ya peponi. Wakati uko kwenye sakaratul maut, kuna malaika wanakuja, alla takhafu wala tahzanu, wanakuambia usibabaike wala usiogope lolote. Kwa hivyo ameonyeshwa yale mazuri ya peponi. Akiona zuri la kwanza akasema laitani kana ba'idan, natamani ingelikuwa mbali. Ni nini? Kulikuwa na chongo, atakapoenda msikitini hadi siku ya giza, huyu msikiti ulikuwa hauko mbali, huyu bwana akamchukua mguu mmoja mguu pili mpaka msikitini. Leo wakati wa kufa kwake ameonyeshwa sasa thawabu zake, starehe zake zilipo. Akasema natamani mimi ingelikuwa ni mbali ule msikiti, ningepata bustani zaidi ya hii. Laitani kana jadidan. Kwa nini nasema natamani ingelikuwa ni mpya? Alikuja maskini kwake huyu bwana, akaomba nguo za kuvaa, akawa hana nguo mpya, ni nguo zake ambazo kwamba amezivaa hapo kwamba ni kama mchumba. Akachukua ile tambara la nguo akampatia yule maskini. Basi wakati wa kufa kwake akaonyeshwa zile starehe ambazo kwamba alifaa azipate. Akasema natamani ilikuwa ni mpya, ningepata starehe zaidi ya hizi. Na ile ya laitani kana kamila, natamani ilikuwa ni nzima. Huyu bwana alikwenda maskini, akawa na njaa, basi akawa na mkate, wengine kwambia mizani yake kama mofa, akauvunja kidiku, akachukua kipande kimoja akampatia yule maskini akala, na moja naye akala yeye. Basi siku ya kufa kwake yale mazuri ambayo anaonyeshwa, akasema natamani mimi ningalikuwa mzima ule mkate nikampatia yule maskini ili nikapata starehe nzuri zaidi kuliko hizi. Hawa ni watu ambao kwamba wamefanya mema, wanajuti kwa yale waliofanya, watamani kwa nini haitungefanya zaidi na zaidi. Lakini wewe ambaye utautupa uchayo wa Mwenyezi Mungu, wa man a'rada an dhikri, ukautupa Qur'ani wewe, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hapa ulimwenguni utakuwa na maisha dhiki, na siku ya Kiyama basi utafufuliwa tongo, utakuwa huoni wewe, ni kipofu. Ukimwambia ya Rabbi lima hashartani ama, kwa nini umenifufua tongo, nilikuwa na macho yangu? Kaambia kadhalika atatika ayatuna fanasitaha wa kadhalika yawma, na leo tunakusahau. Tuliwaletea aya uzisome Qur'ani, uko uzisome. Hutaki kuisoma Qur'ani nyumbani, hutaki kuisoma Qur'ani kazini, hutaki kusoma Qur'ani msikitini, wewe kusoma wapi Qur'ani kama hii? Ndio kaambiwa wale waovu mwisho yao kujuta, watatamani wawe kama wale wanyama watakaofanyiwa siku ya Kiyama. Hawa wanyama watahukumiwa rahisi sana kuliko binadamu. Wanyama yule kwamba hana pembe
alimtukia yule mwamba mwenye pembe, atapokonya yule kwa yule utukiane, alafu Mwenyezi Mungu amwambia kun turaba, kuweni mtanga. Sasa hawa watu wao wasema ya laitani, watatamani nao wawe nini? Mtanga. Watatamani hawa binadamu waovu, mimi pia natamani pia, fadhali alikuwa ni mtanga. Leo mtu akwambia wewe ni ng'ombe, imekuwa ni matukano makubwa sana. Wewe ni punda, wewe matukano makubwa sana. Wewe ni kondoo, unaona ni matukano makubwa sana. Lakini siku ile Kiyama, wakati utaona wanyama unapokuwa mtanga, na wewe sema pia na mimi natamani kuwa mtanga. Kwa hivyo Qur'ani tuithamini, tuweze kuisoma vizuri, na baada ya kuisoma tutafute tafsiri yake vizuri, ili tupate kuelewa Qur'ani kama hii. Wale ambao kwamba watakuwa hawana miswahafu, kwa upande wa wanawake, kuna dada yetu Farida atakupa mswahafu. Usiende kununua mswahafu 500. Na upande wa wanaume, wale ambao kwamba watakuwa hawana miswahafu, wamuone ndugu yetu Mahsin, atakupatia mswahafu bure. Usiende kununua mswahafu, chukua mswahafu kama huo, enda nao nyumbani, anza kusoma hiyo Qur'ani, usiweke tu kwenye makabati. Kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu ajalie minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.